in the name of Jesus, in the name of Jesus. May your power reign over our lives. May your presence rule over our lives today. May your presence rule over our lives today. In the name of Jesus. And we are changed. Our lives are changed today. Maisha yetu yatabadilishwa leo. In the name of Jesus Christ. We will never be the same again. We will never be the same again. Oh Lord, you are exalting us, Lord. You are lifting us into higher levels, Lord. We worship you, Jesus. We worship you, Lord. We give you glory, Jehovah. We give you glory, everlasting King. We adore you, Lord Almighty.
Tunakushukuru kwa sababu ya mtumishi wako ambaye Bwana asubuhi ya leo umemwandaa kwa ajili ya neno lako, anaposimama katika madhabahu haya kwa ajili ya neno lako Bwana. Namwombea neema yako, namwombea rehema zako, namwombea Bwana mbingu zikamkubali anapozungumzia Jehova, wahitaji kusikia ile Bwana ambalo hiyo nalo kwa ajili ya maisha yetu. Pokea sifa kwa hawa wapendwa Bwana ambao wako ndani ya nyumba. Pokea sifa Mfalme kwa wale ambao wanaotazama. Sisi wote ni kazi ya mikono yako. Tunaposikiza kutoka kwako Mfalme, twaomba neema yako iwe juu yetu katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Lord, we give you worship and we thank you. We sing all our glory in Jesus' name we pray. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Amen. So tunamshukuru Bwana kwa sababu ya nafasi siku ya leo. Amekuwa mwema, tunashukuru kwa hilo. So wakati huu Pastor Teresa, karibu sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni asubuhi njema, Mungu amekuwa mwaminifu katika maisha yetu. Ametulinda siku nzima, wiki nzima. Na asubuhi ya leo tuko hapa kumshukuru. Kwa hivyo nataka tusome neno la Bwana kutoka kitabu cha Deuteronomy 31 verse 6. Kwa sege tabu kio kuinenera kwa machiko meongeta tone yamo isana yamo. Kuiranira 31 verse 6. Nisome kwa lugha, anasema hivi: Mutene wako mwabaremu timubasa kuiruka ose kuobwa ekiagera omonene Nyasaye uno nagende amonaimwe takobatiga mubuhwe ase takobatiga mubuhwe ose takobatuta. Bwana asifiwe. Nyasaye umuyawetera serikala Kristo Yesu natira sura sema mingi ya nakobakire na watoli na koyo monene nakwene ninga biya Nyasaye toyoro bya senge chokya bwao biya mwana senge chama abera wo batani bwao biya mwana senge chiri tukeni Nyasaye biya mwana senge chiri ngana bya wana sondo monene nakumu chikulipwana Nyasaye kuko kumya na watoli koyo mito woto sisinya so bwa Nyasaye osisinya bantu bwa Nyasaye abanene bwa wale kana no bwa Nyasaye na yana aliye asa na yana aliye somo kutano yona mabia na Nyasaye toto kupale wetera somo kwa moche ni wana sabile semele tina ba kwa itwe na noto kwani ni gore na no bonge bwa mabirao asira na Kristo Yesu na sabile na kuigena. Amen. Kwa Kiswahili nasema iweni hodari na moyo wa ushujaa, msiogope wala msiwahofu, kwa maana Bwana Mungu wako yeye ndiye anayekwenda pamoja nawe, hata kupungukia wala kukuacha. Amen.
Yesu abakwe. Bwana asifiwe. Ni kwetu kwa nini nasema ya Bwana igore yogo tena wakomu asowore mu. Naenda kuongea juu ya kusimama imara katika ushujaa. Uyu kusoko kwa maana ya Msali anaongea haya maneno. Ekero kwa yako ile miaka ile anaongea wakati alikuwa amemaliza miaka 120. Nyasaa kama kwanera kama tabina kana niye ya lakini to hoika roho akamsimulia akamwambia pale kwenye unaona kuna Kanani lakini hautafika mahali pale. Bwana nero kwa maana ya ucha saba Israeli kwa tabina Nyasaa inaye kama na yeye ndiye anaongea na Waisraeli akiwaambia ya kwamba Mungu ataenda nanyi. Uko katabina baba kwa unaenda baba Mungu akimwambia muwe hodari na moyo wa ushujaa. Nyasaa tako watira Mungu hatawaacha. Naye ndamo na yeye anaenda pamoja naye. Ngote alichoso kwa Mungu na Mungu ataweza kuokoa. Anaongea na Joshua akimwambia usiogope. Nyasaa tako kutoka na yeye tako kututa. Hatakuacha tena hata kutupa. Unalega tusiogope. Ekero mtabato wale Mungu hapo leo tumwanyekeleke kwa Mungu. Wakati mtu haogopi anafanya jambo ambalo hata likiwa gumu. Ekero watu wale Mungu lingane liko liparate na leo itakole. Ushujaa ya kwamba nitafanya hili jambo na nitalimaliza. Lakini uone uone geleke litendike bisaleke. Lakini ukiwa na wewe ndani yako mambo mengi yataharibika. Na ndio maana karo wale ndio akaje karo wao wito mwana. Na ujue kwamba unapofanya jambo kuna wengine ambao wanakushusha moyo. Mmoja tu kwa bado wale saa. Kama utakuwa na ushujaa wa Mungu, na wako tunaona yeye kwa geti lile. Utapata ya kwamba hilo jambo umeliachilia mbali. Mbona watu wao rasa Biblia? Kuna watu katika Biblia Bado nenetero kwa mwaso boronge kwa Nyasaye ambao walisimama na ushujaa na wakawa na ushujaa naende bakaroho wibwa Nyasaye na waliona ushindi wa Bwana. Omuntu oyo omoni gakorokwa Ezekia. Mtu mmoja anaitwa Ezekia asigeta bukia Second Chronicles 32:7-8. Ikakuwa na watu kwa Ezekia. Hapo ndipo tunapata Ezekia Awokwanira abantu aba Israeli yoreke na Yeseyi. Anaongea na Waisraeli juu ya vita. Munakola na bali kuchukwana na abantu bakorokwa Baasiria. Kulingana na vile ambavyo wangeenda kupigana vita na Waashiria. Ekera yule chakana na watu waliogopa. Walipoangalia watu wakaona ya kwamba wako na woga. Wanaogopa wataenda na kumuogoa. Akawaambia msiogope. Ababa lemu Kuwa na ushujaa. Ekiagera Nyasaye utoni garo manene kwa omugando olimote. Sababu Mungu wetu ni mkuu kushinda wewe umati ambao mnaona. Ekera Ezekia kuoneka manana yo wote sabato. Wakati Ezekia alipoongea hayo maneno kwa watu, Bakatwala walemu. walikuwa na ushujaa. Asigeta wekyo na utora gasone kyo na kwana. Second Chronicles 32:7-8. Naye nasema iweni hodari na moyo mkuu, msiogope wala msifadhaike kwa sababu ya mfalme wa Ashuru wala kwa majeshi yote walio pamoja naye, kwa maana yupo mkuu pamoja nasi kuliko aliye pamoja naye. 8. Kwake upo mkono wa mwili, ila kwetu yupo Bwana Mungu wetu kutusaidia na kutupigania mapigano yetu. Na watu wakayategemea maneno ya Ezekia mfalme wa Yuda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Abuya kwani ndio
diseases. Hayaitwa magonjwa ambayo Lakini ingayosi Nyasaye leo maneno saa yosi. lakini kuna yote Mungu wetu ni mkuu. Toba bale Mungu anatutende ndio kwa mtu twalosemea somo. Tuwe hodari na tuwe na ushujaa tukimtumainia Bwana Mungu. Mungu akole maka na ndani. Kuna mzee mmoja alienda hospitali. Na manye ndio sema wale tena. Anajua ya kwamba yeye ni mgonjwa. Lakini akiratibu pima na Mungu ndio wale kwa wewe sukari. Alipopimwa alipatikana ya kwamba kuna ugonjwa wa kisukari. Nyinyi ndio wote sukari ndio ngono. Bila mpaka chizi sukari yako imeenda juu sana. Mungu akoleta ratibu yuwa akatubaro bomba. Wakati wa mzee alisikia hayo akaigiwa na uoga. Aende kaenda wokina mama akaweke uoga. Akaendelea kupanda hadi akalazwa. Lakini anapotelea uoga ni wao kwa ile mitobiasa leka. Ndio maana ninasema uoga unafanya vitu vingi vinaharibu. Mambo yako yanatoa uoga na owe na chukua sukari. Huyo mzee akaigiwa na Sukari itakuwa ndio. akaigiwa na uoga ya kwamba sukari haina kisukari hakina tiba. Tawana Mungu Bwana wa Biblia sasa. Sasa maisha yangu kuisha. Akieleza Nyasaye nalo. Akasahau ya kwamba kuna Mungu. Wewe uko kweli na wewe uwewe sukari. Mwenye anatibu hata ugonjwa wa kisukari. Nyasaye nalo uko kweli na wewe agenda makomo utaki kama sinyere. Kuna Mungu ambaye anaponya Magumu. magonjwa ya magumu ambayo hata hayatibiki. Iwoga Nyasaye ndio maneno kwa wewe mtobio siku vile kwa Kwa mwasi. hivyo Mungu wetu ni mkuu katika mambo yote yaliyo magumu katika maisha yako. Omonzode utenenete asobore Mungu. Mtu mwingine ambaye alisimama Uko mwini wakala. akaona ushindi wa Mungu Ilagorwa Nehemia. anaitwa Nehemia. Nehemia alikuwa atongwa akili. Wakati Nehemia alikuwa anajenga ukuta, Wana wana kwa weteche topya mota okwana na olwakorwa agatete. Noyane keula getena ngoro gepoyenya. hapo ndipo anapoketeliwa. Lakini Nehemia ateti kwa akaweka manana yetete. Nehemia hakuwa na roho wakati aliposikia hayo maneno Mungu asekelezwa. ya kuchekelewa na kudharauliwa. Agatena sama Nyasaye. Alisimama akamwomba Mungu. Akamwambia Nyasaye manana inayokuwa na baba tosekelia. Akamwambia hayo maneno ambayo wanaongea wanakuletea. Manana baba tikalele. Wacha hayo mambo ibaki kwao. Otokonye. Tusaidie. Na Nehemia anageuka tukakala chungwa Hivyo kiyo. alivyoendelea mpaka akajenga ule ukuta. Mmoja atakuwa letobole Mungu. Kama singekuwa hodari na Aenda akatenda muronge. akasimama imara. Aenda akasaba Nyasaye. Akamwomba Mungu. Amangana aliyetete n'osekelezwa. Mambo ya kukejeli na Nabaalekolera aktigere ngotagene. yamemfanya asiendelee. Ekero basoma segetabu kya amangana aliwo weno segetabu kya Nehemia Ukisoma Nehemia 4 mstari wa 3 mpaka 4. Nehemia 4:3 mpaka 4. Tunaweza kusoma. Nayo inasema Nehemia 4:3. Basi Tobia Mwamoni alikuwa karibu naye, akasema, hata hiki wanachokichenga angepanda mbweha, angeupomoa ukuta wao na mawe. Sikia Mungu wetu, maana tunadharauliwa. Ukawarudishie mashtumu yao juu ya vichwa vyao, ukawatoe watende katika nchi ya uhamisho. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amangana ina wale wana naya kwa anatibu koyora wasoma. Hayo hivyo vile nimesema sitakuja kuyasoma. Kuna baada ya masomo sasa kuna hiyo Kiswahili Kila ambacho tumesoma. na mimi ngoma ama tu wale wako kuitoa moyo mwenyenaje. Kuna watu ambao wanafanya moyo wako kufe. Wewe sio changa kwa nini na nini mtu kwa jina lako kuitoa moyo ekitije ngoma. Ukianza kufanya jambo, kuna mtu ambaye anakufanya ufe moyo, anakuambia hicho hakitawezekana. Mwenyewe rangi atakuwa tolegete. Hata wengi wakati tulipookoka, Kirokeno kwa lele asibuke tena macho. pengine ulikuwa katika umati mwingine wa watu. Ukasoma kumweka kwa mwana Yesu Kristo. Ulitoka katika hiyo
Gotile kwa wende kanisa litoro na gudana atore. Ameenda hiyo kanisa tutaona vile ambavyo ataendelea. Abande wao wote mtako nyaro yo. Wengine wanasema huyu hataweza. Abande wao tarao tubana matuka makai hati gene. Wengine wanasema tunamhesabia siku. Lakini yoyo tenende boroge asili inanene. Lakini yule aliyesimama imara katika imani. Nuara aso kwege loko. Hapo katika imani. Na endelea. Na kwa yeto manene. Anaendelea kumngoja Mungu. Ingona kia kugerana ese Nehemia kama ituo moyo na watu wajia Tobia. Wakati Nehemia anakejeliwa na akina Tobia, Takiende gotile gapi karama manabo. hakusikiza maneno yao. Era kalenda na yoka. Yeye akaendelea tu mbele. Na wako moyo la. Ninakupa moyo asubuhi ya leo. Inga nende ora bata nende asomo kumwa ora gotile na wako. Wakati utashikilia hili neno na kusimama imara. Na kumomo le mwa soro wendo. Na kuwa hodari katika mwenendo. Na yora mwena na yora atawokyo wendo. Ndipo utakuwa mshindi na ndipo utamaliza huu mwendo. Ekiana soro wendo ndunga kama temwa. Kwa sababu katika huu mwendo kuna yale ambayo yanatukumba. Mwana wendo na maana ya nini ngocha. Katika huu mwendo kuna mengi ambayo yanatukwaza. Lakini kerora tenene na kolire ni Nyasaye. Lakini utakaposimama na kumwangalia tu Mungu, Ngora ngora na kumanyanya Nyasaye ngori ngora no hapo. utakuwa hodari na kujua ya kwamba yule Mungu ambaye unafanyia kazi. Noni na basoma wao manene. Hata wachungaji Aba bakora ndini na lele Nyasaye. wanaohubiri neno la Mungu. Babu akamangana nabo. Kuna maneno. Na bako kaende kabisa. Anaenda katika kanisa fulani. Abantu bataka oyo leo nakale manye kakainya. Watu wanaanza kuuliza huyu ndiye ataweza hili kanisa kama fulani na fulani hata hakuliweza. Lakini tikatu basabira basoma wao manene. Wacha tuwaombee wachungaji. Tosabere. Wacha tuwaombee. Ekia era na wao umusoma ko wojeka. Kwa sababu hata wachungaji wanakuwa na vikwazo. Situkuna begeni waporo wakusabira basoma. Sisi kama washirika na waumini tuko huko ndiposa tuwaombee Na wachungaji. wale kanisa ile itoneka niti ama sawa manene. Kama hili kanisa letu linahitaji Tuko maombi, sabira musomo ko pisa woitomano. tuombee bishop wetu sana. Nonyene tuto sabira tole nse yaye. Hata sisi ambao tuko chini yake Otu aroko ikabuo ko gatana. tuwe na ile roho ya kushikana. Aleko ale kanisa unene ndata kukina. Kwa sababu kanisa linapoendelea Namo kukua, hana kako mzama. na mambo pia yanakuwa mengi. Ameka mwenga. Ni iko katika familia, Ayere ndata kukina. inalinganisha na familia. Amangana ko Utakubali ya kwamba kuna mambo yanapatikana wewe si kutafuta konyangano ana pomoa hiyo familia. batake gotetelinga mugaka kyoyo bano. Wataanza kusema sasa, wataanza Mongi kukejeli, na kyoyo. huyu ni mzee gani, huyu ni mama gani. Kwanyora omwana ogote bingaye goro mukungu mnanje. Unapata yule bibi wa kijana anakuambia na wewe pia uliolewa hapa vile ambavyo nimeolewa. Ngana unene na waliragera moyo saleke bibaka tota komorora. Hilo jambo litakufanya moyo wako. Lakini aibuno mwengeni. Vibaya. Sawa. Wewe kama muumini ama sabona araragere togenderere na arato konya soro gendo. Maombi ndio yatatufanya tudumu katika huu mwendo. Tokonyara gotene na bakonko bamole mungonyo tori gosaba. Hautasimama imara kama uombi. Ekekogera Nehemia agasabete. Kwa sababu Nehemia aliomba. Agatebi Nyasaye ngarora mangana bagukwana. Akamwambia Mungu, angalia Mungu wangu yale maneno ambayo wanaongea. Nyasaye tokonya ntutogenderere kwaga choruaki. Mungu tusaidie tuendelee kujenga ukuta. Egera banta babasoke. Ndiposa hao watu wataona aibu. Na ende Nyasaye na baigwete akabakonya bakagenderera paka obuibwaye bukaonekana. Na Mungu alisikia maombi yao na ushindi ukaonekana. Amen. Ekero togenderete igona ende konyora tole omuntu ondenere oyo otenenete boronga ase Biblia. Ekagera akanyora obubui. Tukiendelea hivyo tunapata mtu mwingine ambaye alisimama. Kero tokonyora Esther. Tunapata huyu mama ambaye anaitwa Esther. Egetabu gya Esther. Esteri. Egetabu gya Esther.
Ikifungo kiaye inye Tukisoma Esteri 4 15 to 17. 15 hadi 17. Iga nekero banyolira mangana nga Abayahudi ngo kigosiri gubale. Hapa walikuwa wamepata ujumbe ya kwamba Wayahudi wangeangamizwa. Iga no Mordekai agotebya Esteri nga nonya kora ase nyumba y'omurwoti ngonya torigo tobwate siato sabe. Hapa ndipo Mordekai anapomwambia Esteri ya kwamba kama hautaungana nasi katika maombi, tokaganga nokonye kenga ase ngenchora ase nyumba y'omurwoti. Usifikiria ya kwamba utaendelea hata kama uko katika nyumba ya ufalme. Ekagera bagasoa sama sabo. Ndiposa wakaingia katika maombi. Esther mwanaba iseke bali bayabasomba. Esther pamoja na wale wachakazi wake bakora masabo yo kufunga. Waliomba maombi ya kufunga. Amatuka atatu mugasono obutuko batalikolia. Siku 3 usiku na mjana. Batalikonywa. Siku 3 usiku na mjana awangekula awangekunywa. Ekero bakolira masaba yo Esther akagenda somorwoti. Baada ya kumaliza hayo maombi Esther akaenda kwa mfalme. Naenda akakuana iga nyuma yaya ningende asobosiwo omorwoti maminta ya matiko. Alisema ya kwamba baada ya haya nitaenda mbele ya mfalme kinyume na sheria. Onyengo kigosiriwa insiriwe. Kama nitaangamizwa niangamizwe. Nekera agendete asenge nchama sabari kwa nyaba basabire na asenge ncho batwale toboremu na gutene na bokongu. Na vile alivyoenda kwa sababu walikuwa wameomba na alikuwa na ushujaa, Esther akanyoro wanjerwa. Esther alipata kibali. Lingana lirabu no gosaba wo kwengata. Jambo ambalo liko hapo ni maombi ya kufunga. Amangana nara talikonya kana sogo sababu saigo utatika sogo saba no kwengata. Kuna mambo ambayo hayawezekani ila tu tuombe na kufunga. Na sobo gimo watamenyete na wera nyole nga sobo gimo waye once pinkwa na kufunga. Na katika maisha yako yote inawezekana haujawahi kufunga. Balenga bali bakora sababu babunga no ene litukeli mabi. Ni wangapi wale huwa wanaomba na kufunga hata siku 1 au 2? Sese niwa. Barikiwa. Masabo ayini garama kongu yale maombi onye tonaleti na bota anyalera kinaye ngencho. Kama hujasoea ni maombi ya muhimu sana. Omongina naru nalete gusaba na kufunga igare gusaba omotienye ofunga matukabere kero motienye. Kuna mama ambaye alikuwa amejisoesha kufunga na kuomba siku 2 katika mwezi. Na kamwana karaga chokoro lilia begeta marunsa gusaba na karakuacha kabe kama marunsa gasaba. Na kuna mchukuu wake ambaye pia alikuwa amejisoesha wakati nyanya ameenda magoti chini naye pia anakuja karibu. Manye tekende lakini gari kona gotegerera nga kibaba gusaba. Hakuwa anajua chochote lakini alikuwa anasikiza nyanya alikuwa anaomba nini. Ama saba ya gakonyo umwana oyo no ene kera chiete kabo monto monene. Haya maombi yalifanywa na hata huyu mtoto alipokuwa mtu mkubwa akagenderera ko mwancho monene na gusaba mono. Akaendelea kumpenda Mungu na kuomba zaidi. Igonga ngendo kiagerete Esther bakanyorobo buina masabo yo kwengata. Kitu ambacho kilifanya Esther wakapata ushindi ni yale maombi ya kufunga. Na ituna begeni tubwene tokutwara masabo paka ayo tokole linobo kimatwasaba. Nasi pia kama waumini tunastahili tujinyime ugali tuombe. Naende ntonyorobo buibwanya sana. Na tutapata ushindi wa Mwenyezi Mungu. Senge nchebiro ngindange gukora. Kwa sababu ya wakati niko karibu kumaliza. Umuntu onde togosoma ase Biblia utenene tebako mwasobole mwaka nyorobo buindauti. Mtu mwingine ambaye alisimama kiujasiri ni Daudi. Daudi amangana into ya manyetenga. Daudi amona Goliath. Tunajua juu ya Daudi na Goliath. Ekero Daudi atenene tasobosi wa Goliath. Wakati Daudi alisimama mbele yake Goliath ni garochenga inkiekege gocha bosibugane gento egesinini kengege sase. Goliath akuona kitu mbele yake Daudi, aliona tu kitu kidogo. Ase kitabu ya Samueli katika kitabu cha Samueli 17:45 to 47. No tokonyora mangana yo igoro ya Daudi. Madam na boko soma. Samueli wa kwanza 17:45. Ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti,
wewe unaniitia mimi na upanga na fumo na mkuki, bali mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa majeshi ya Israeli uliowatukana. 46. Siku hii ya leo Bwana atakuua mkononi mwangu, nami nitakupiga na kukuondolea kichwa chako, nami nitawapa ndege wa angani na wanyama wa nchi mizoga ya majeshi ya Wafilisti, ili kwamba dunia nzima wajue ya kuwa yuko Mungu katika Israeli. 47. Nao jamii ya watu wote pia wajue ya kwamba Bwana haokoi kwa upanga wala kwa mkuki, maana vita ni vya Bwana, naye atawatia ninyi mikononi mwetu. 48. Ikawa hapo Mfilisti alipojiinua, akaenda akamkaribia Daudi, ndipo Daudi naye akapiga mbio akalikimbilia jeshi ili akutane na yule Mfilisti. Daudi akatia mkono wake mkononi, akatoa humo jiwe moja, akalitupa kwa kombeo lake, akampiga Mfilisti katika kipaji cha uso. Jiwe hilo likamuingilia kipachini, akaanguka chini kifudifudi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Igabwo amangana yo mnatwa igule. Aya yote ambayo tumesoma, Daudi kale busibwa Goliato. Daudi alikuwa mbele yake Goliati. Na Goliato akamenya kukwana nga inkeke bwana. Na Goliati hakuona kitu mbele zake. Lakini Daudi akawa nelingana lyobolemu. Lakini Daudi akawa na neno la ujasiri. Agatene na bokongu. Akasimama imara. Akamotebinga aje kuanjite irase amatimo ne mioro. Akamwambia ya kwamba umenichia kwa mikuki na panga, lakini nje ongo wochera aserieta ya Kristo Yesu. Lakini mimi nakuja mbele zako kwa jina la Bwana. Agatanga ni Kristo Yesu ase bosiobwa yase ncheli ngana liese. Alimtanguliza Kristo Yesu mbele zake kwa sababu ya hili neno la vita. Wetera aselige na liendruche liokaiga kupitia kwa jiwe ambalo lilikuwa ndani ya kombeo. Biblia yate banga likaka Goliato asobosibwa yegora akagunse agakuigo. Lilimpiga yule Mfilisti kwa kipaji cha uso wake na yeye akafa. Igongo bobuiti boligo cha sengencho ya mangana tokorwane segine mioro na matimo ne chinsara. Kwa hivyo ushindi wetu atupati kupitia mikuki au mishare. Obobuini gobogo cha gwetera aselingana le Nyasaye buna kwaliegena. Tunapata ushindi kupitia neno vile ambavyo umeliamini amonogo saba na kuomba. Omugano imoyo manyete mwana taliorana ari gukwanira iguru ya Daudi gondase ogotene na bokongu. Unajua juu ya historia hii ya Daudi vile ambavyo alisimama imara na kobo moremu na kuwa na ujasiri asobosibwa Nyasaye mbele zake Mwenyezi Mungu. Igasenge ncho mwana omoko musini ini atenenete asokwegena kwa sababu mtoto mdogo alisimama kwa ajili ya naenda akamwegena monene na akamuamini Mungu. Obobuibo karolekana alipata ushindi. Na mangana aliago chandira yara makongwa yara maneno tanyaraye. Kuna maneno mbele zako ambayo wewe uwezi. Amangana ino ya nyara selieta la Kristo Yesu. Hayo maneno yote utayaweza kupitia Kristo Yesu. Amatemu aliago konyora makongu yara ambayo unapitia nobuwe asereta la Kristo Yesu. Utakuwa mshindi kupita kwa Kristo Yesu. Nobo buiti boligocha busaigo tatikanonya naye nogane iliyo sabe. Na ushindi haupatikani tu hivyo ila tuombe. Sobosibwa Nyasaye. Utafute uso wa Mungu. Okora maya sobosibwa Nyasaye. Ufanye mazuri mbele zake Mwenyezi Mungu. Osome lingana lya Nyasaye na gosaba. Usome neno lake na kuomba. Nonya robo buigo etera sereta la Kristo. Utapata ushindi katika jina la Kristo Yesu. Asengo kolera omonto bwa mwali gakoro kunga Debora. Ninamalizia huyu mama ambaye anaitwa Debora. Asegetabu ya Judges 4:8-9. Notoko nyora mangana ayo. Toya manyete nga paraki gako genda sesegi gangete ko genda agatebya Debora nga onyeto ko genda yoli na nje tingo genda ko genda amana nje. Baraki akamwambia Debora ya kwamba usipoenda katika vita nami sitaenda, ni lazima uende nami.
Dipora nigalengo omukungu omoruoti lakini olenge nobolemu. Dipora alikuwa mwanamke ambaye alikuwa na ujasiri. Akamotebinga togenda monaye. Akamwambia twende tu na wewe. Lakini manyango obubui nigo chikorolekana ase omukungu tali asaye. Akamwambia twende tu lakini ujasiri utaonekana katika mwanamke sio wewe. Tagetoso mabwegere tukule. Waamuzi ngapi? 4:8. Waamuzi 4:9. Nayo inasema Barak akamwambia, kama utakwenda pamoja nami ndipo nitakwenda, bali kama uendi pamoja nami mimi siendi. Basi akasema, hakika nitakwenda pamoja nawe, lakini safari utakayoienda haitakupatia heshima wewe, maana Bwana atamuuza Sisera katika mkono wa mwanamke. Debora akainuka akaenda pamoja na Baraka mpaka Kedesh. 10. Baraka tigera madam. Naya. Ni kwale gutigera. Bwana Yesu asifiwe. Omwana bakwe. Ingane elio omugano itindi koyogenderera ekiagera konale korusiringana abo obolemu. Lina ambalo nimesoma kutoka hapo ni ujasiri. Omukungu otenenete bakonguna nda gatwara obolemu. Mwanamke aliyesimama imara na akawa hodari. Omusacha oyo iga nigo boete nganje tinko gende se inganye toko genda. Huyu mwanaume aliogopa ya kwamba hangeenda katika vita kama Debora aendi. Igono egentokia mobolete no bolemu. Hivyo kitu ambacho kilimshinda akukuwa nacho ni ushujaa. Na Debora to boete ga motewe tinga togende. Na Debora akuogopa, alimwambia tu twende. Kinye kero soma mangana yo inga obubuini go bwachete abakungu na bubabuete. Hapo unaposoma unapata ya kwamba ushindi ulitokana na mwanamke. Mokungu nero oagete Sisera oika akamoita. Huyu mwanamke ndiye aliyepiga Sisera mpaka akafa. Ndagete gukora igango tebanga. Nataka kumaliza nikisema hivi. Totenene boronga somo nene. Tusimame imara katika Mungu. Toba balemu. Tuwe na ushujaa. Tobe togo soma lingana li Nyasaye. Tuwe tukisoma neno la Mungu. Tobe togo saba. Tuwe tukiomba. Baka masabali to kweli nendagera. Na yale maombi ya kufunga. Tororo bobuibwa Nyasaye. Ndiposa tutaona ushindi wa Mungu. Nyasaye nagane tito sabe. Mungu anatuhitaji tumuombe. Nagane tito tenene boronge. Anahitaji tusimame imara. Nagane tito ligyo bosibwaye. Anahitaji tutafute uso wake. Anahitaji tuwe tumetakasika mbele zake. Na wakati tutakapofanya hivyo, tutaona ushindi vile ambavyo wahudumu wa Mungu walivyoona ushindi katika vita, kwa sababu walisimama imara. Nataka kumalizia hapo nikisema Mungu awabariki kwa kunisikiza. Tuwe imara mbele zake Mwenyezi Mungu. Amen. Amen. Tusimame sote juu. Mbele nina endelea nina siti kutembea maombi yasikie. Bwana unipandishe. Bwana uninue kwa imani nisimame nipande milima yote. Bwana unipandishe. Sina tamaa nikae mahali pa shaka kamwe. Hapo wengi wanakaa kuendelea na omba. Bwana Yesu uninue Baba kwa imani nisimame nipande milima
shetani, natazamia mbinguni, nitafika na imani. Bwana Yesu, uninue Bwana kwa imani, nisimame nipande milima yote. Bwana unipandishe, nataka nipandishwe juu zaidi ya mawingu, nitaomba nifikishwe. Bwana unipandishe. Bwana Yesu, uninue Bwana kwa imani, nisimame nipande milima yote. Bwana unipandishe. Aha. Baba wetu na Mungu wetu, hakika wewe ni mwaminifu. Asante kwa mtumishi wako, asante kwa neno lako, limepita kulingana na mapenzi yako. Maombi yangu asubuhi ya leo, neno hilo likapate nafasi moyoni mwako, liwe la kukusaidia mimi na wewe. Asante kwa makuu yako Mungu wetu. Simama na kila jambo ambaye yamebaki, tutende mazuri sababu wewe ni Mungu. Ni kwa jina la Yesu tumeomba, na kila mtu aseme amen. Asante. Tutoe sadaka zetu kwa ajili ya kumalizia. Tutoe sadaka zetu kwa ajili ya kumalizia. Tunapotoa alafu nitaitisha mchungaji utatumalizia na maombi wakati tumemaliza kutoa sadaka zetu. Asante. Tusimame tunapoomba kwa jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa wema wako, asante kwa fadhili zako, asante kwa baraka zako, na ni asante kwa kibali cha uzima asubuhi ya leo. Asante kwa neno lako ambalo limekuwa la baraka juu ya maisha yetu. Bwana wa rehema, tunapoenda kipindi kingine, tunaomba Roho wako akatuongoze. Inasambaratisha kila nguvu zote za giza kwa jina la Yesu, zinapata kushindwa. Tunainuka na ujasiri na tunatembea ndani ya nguvu zako, maana wewe ni Mungu. Pokea sifa na utukufu katika jina la Yesu Kristo, nimeomba nikiamini.